haki hupiganiwa, haki haiombwi, haki hupiganiwa. Na mjue kwamba tunapoenda kwenye mapambano kuna kifo na kuna kukomboa taifa. Kwa hivyo tuweke mambo mawili mbele, aidha tufe au tukomboe taifa letu. Kwa hivyo tujue kwamba kila nchi iliyopata ukombozi watu walikufa, kila taifa ambalo lilipigania taifa lao watu walikufa. Kwa hivyo tusiangalie kifo, tuangalie faida za watoto wetu ambao wanakuja, tuangalie faida ya vizazi vetu ambavyo vinakuja. Ni heri sisi tuumie sasa hivi tukipigania taifa, lakini mtoto wangu anapotoka nyuma aishi Tanganyika nzuri, aishi Tanzania nzuri yenye uhuru wa kuongea, yenye uhuru wa kujeleza, yenye katiba mpya, kuliko mahakama mbovu, kuliko mahakama ya ujinga, kuliko mahakama ambayo haielewi, kuliko mahakama ya upumbavu. Na nyewe mahakama ndio umetupoteza. Nyewe wanajeshi. Nadhani mtu huyo mmemsikia kwamba haki haifanyaji, haiongwi, haki haiongwi. Ni afadhali leo, amesema ni afadhali leo tujitoe sisi kupigania nchi yetu, Tanzania yetu, ili tuishi kwenye Tanganyika iliyo nzuri. Hata kama sisi tukifa, ila wanaokuja nyuma, watoto wetu, ndugu zetu ambao ni wadogo, waje waishi kwenye nchi nzuri, waje waishi kwenye katiba nzuri, waje waongozwe na viongozi bora. Kwa sababu hiyo hapo, wa Tanzania tuamke. Ni kweli tunajua ni gharama. Kuna mambo mawili, heza kufa kuwa mzima paka ukombozi unatokea. Unaweza ukapambana ukombozi usiuone, ukombozi ukautazama utakapotokea, Mungu atakapofanya, sababu ameona watu wake wamelia sana, wameteseka sana, wamenyanyaswa sana, wamedanganywa sana, wamepotoshwa sana, na kujua hii ndio amani. Kumbe sio, kumbe kuna vitu amevificha kimya kimya.